Mlango wa 14. Siku zile akaugua Abiya mwana wa Yeroboamu. Yeroboamu akamwambia mkewe, ondoka tafadhali, ujibadilishe, wasikujue kuwa mkewe Yeroboamu, ukaende Shilo. Tazama, yuko huko Ahiya nabii, aliyeninena mimi ya kwamba nitakuwa mfalme juu ya watu hawa. Toa mkononi mikate 10 na kaki na mtungi wa asali, ukamwendee, naye atakuambia kijana atakuwaje. Akafanya hivi mkewe Yeroboamu, akaondoka akaenda Shilo, akaja nyumbani kwa Ahiya. Basi Ahiya hakuweza kuona, kwa kuwa macho yake yamepofuka kwa sababu ya uzee wake. Bwana akamwambia Ahiya, angalia, mkewe Yeroboamu anakuja akuulize mambo ya mwanawe, kwa maana hawezi hivi na hivi umwambie, kwani itakuwa akiingia atajifanya kuwa mwanamke mwingine. Ikawa Ahiya alipoisikia sauti ya miguu yake akiingia mlangoni, alisema, karibu, mkewe Yeroboamu. Mbona wajifanya kuwa mwingine? Maana nimetumwa kwako wewe, mwenye maneno mazito. Nenda umwambie Yeroboamu, Bwana Mungu wa Israeli asema hivi, kwa kuwa nilikutukuza miongoni mwa watu, nikakufanya uwe mkuu juu ya watu wangu Israeli, nikaurarulia mbali ufalme utoke nyumba yake Daudi na kukupa wewe, lakini wewe hukuwa kama mtumishi wangu Daudi, aliyezishika amri zangu na kunifuata kwa moyo wake wote, asifanye lolote ila yaliyo mema machoni pangu. Lakini umekosa kuliko wote waliokutangulia, umekwenda kujifanyia miungu mingine na sanamu zilizoyeyuka, unikasirishe na kunitupa nyuma yako. Tazama, kwa hiyo mimi nitaleta mabaya juu ya nyumba yake Yeroboamu, nami nitamkatia Yeroboamu kila mwanamume aliyefugwa na aliyeachwa katika Israeli, nami kuondoa nitawaondoa waliobaki wa nyumba yake Yeroboamu, kama mtu aondoavyo maiti, hata itakapokwisha pia. Yeye afaye wa Yeroboamu mjini, mbwa watamla; afaye mashambani, ndege wa angani watamla, kwa kuwa Bwana amelinena hilo. Basi ondoka, urudi nyumbani kwako, na miguu yako itakapoingia mjini, huyo kijana atakufa, na Israeli wote watamlilia na kumzika, maana ndiye peke yake wa Yeroboamu atakayeingia kaburini, kwa sababu limeonekana ndani yake jambo lililo jema kwa Bwana Mungu wa Israeli nyumbani mwa Yeroboamu. Tena Bwana atajiinulia mfalme wa Israeli atakayeiharibu nyumba ya Yeroboamu siku ile. Ni nini tena hata sasa? Kwa kuwa Bwana atawapiga Israeli kama manyasi yatikiswavyo majini, naye atawang'oa Israeli katika nchi hii njema aliyowapa baba zao, naye atawatawanya ng'ambo ya mto, kwa sababu wamejifanyia maashera yao, wakimkasirisha Bwana. Naye atawatoa Israeli kwa ajili ya makosa ya Yeroboamu aliyoyakosa, ambayo kwa hayo amewakosesha Israeli. Basi mkewe Yeroboamu akaondoka akaenda zake, akafika Tirza. Naye alipofika kizingitini kwa nyumba, huyo kijana akafa. Israeli wote wakamzika, wakamlilia, sawasawa na neno la Bwana alilonena kwa mkono wa mtumishi wake Ahiya nabii. Na mambo yake Yeroboamu yaliyosalia ya kupigana na ya kutawala, tazama, yameandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli. Na siku alizotawala Yeroboamu zilikuwa miaka 22, akalala na babaze, naye Nadabu mwanawe akatawala mahali pake. Naye Rehoboamu mwana wa Sulemani akatawala katika Yuda. Rehoboamu akaanza kutawala alipokuwa mwenye miaka 41, akatawala miaka 17 huko Yerusalemu, mji aliyouchagua Bwana miongoni mwa kabila zote za Israeli, ili aliweke jina lake huko. Na jina la mamaye aliitwa Naama Mwamoni. Basi Yuda wakafanya maovu machoni pa Bwana, wakamtia wivu kwa makosa yao walioyakosa, kuliko yote walioyafanya baba zao. Maana hao pia wakajijengea mahali pa juu na nguzo na maashera juu ya kila kilima kirefu na chini ya kila mti wenye majani mabichi. Na mahanithi walikuwako katika nchi, wakafanya sawasawa na machukizo yote ya mataifa Bwana aliwafukuza mbele ya wana wa Israeli. Ikawa mwaka wa 5 wa mfalme Rehoboamu,
akapanda Shishaki mfalme wa Misri juu ya Yerusalemu, akazichukua hazina za nyumba ya Bwana na hazina za nyumba ya mfalme, akazichukua zote. Akazichukua pia ngao zote za dhahabu alizozifanya Sulemani. Mfalme Rehoboamu akafanya ngao za shaba mahali pake, akawakabidhi wakuu wa walinzi waliongoja mlangoni pa nyumba ya mfalme. Ikawa kila wakati mfalme alipoingia nyumbani mwa Bwana, hao walinzi walizichukua wakazirudisha tena katika chumba cha walinzi. Na mambo yake Rehoboamu yaliyosalia na yote aliyoyafanya, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Yuda? Kulikuwa na vita kati ya Rehoboamu na Yeroboamu siku zote. Rehoboamu akalala na babaze, akazikwa pamoja na babaze mjini mwa Daudi. Na jina la mamaye aliitwa Naama Mwamoni, na mwanawe Abiya alitawala mahali pake.